Moja ya habari kubwa sana ambayo imenifikia au imetufikia au imezidi kutrendi kwenye mitandao ya kijamii hii leo ni juu ya Stephane Aziz Ki, the master key mwamba wa Ouagadougou, ambaye aliondoka mwezi jana kuna kutua katika kikosi cha Wydad Casablanca ambaye inashiriki ligi kuu ya Morocco. Kupata kwa undani juu ya taarifa hii ya Stephane Aziz Ki, je, atarudi Young Africans katika mchezo wa derby au itakuwaje? Baki nasi mwanzo mpaka mwisho ili kufahamu na kujua kwa undani zaidi na kwa undani kabisa juu ya taarifa hii. Wanasema kwamba ukimwona mzee mkubwa anacheka, jua kuna mashine nyuma inawaka moto na inakuja. Watu wengi walidhani kwamba Stephane Aziz Ki anaondoka mazima kunako kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans, na kwa nini Wydad Casablanca watoe pesa nzito kulikweli ili mchezaji huyo aweze kushiriki katika michuano ya kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu, na kwa nini mchezaji huyo aruhusiwe katikati ya msimu, yani kabla ya msimu kumalizika, huko zikiwa zimebaki game ngapi? Game 3 mbeleni. Baki nami mwanzo mpaka mwisho utafahamu kwa undani zaidi juu ya taarifa hii ya Stephane Aziz Ki mwamba wa Ouagadougou. Stili nzito, moto mzito unakuja, lakini pia nikwambie tu kwamba baada ya jana Young Africans kufanikiwa kufunga au kushinda mabao 5-0 dhidi ya Tanzania Prisons, mabao ambayo yalifungwa na Pacome Zouzoua magoli mawili, lakini pia Chama Kratos goli moja, Mudathiri Yahya goli moja, lakini pia Israel Patrick Mwenda goli moja, na kuwafanya Young Africans kuibuka na ushindi wa mabao 5-0. Na wanachama wengi, mashabiki wengi, na wameweza kusema kwamba 5 hizi ambazo tumeweza kuzifunga hii leo tutaenda kuzifunga siku ya tarehe 25, siku ya Alhamisi katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Ikumbuke kwamba Young Africans Sport Club wana michezo miwili hivi sasa wamebakiza. Wana mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao utapigwa Zanzibar, lakini pia mchezo dhidi ya Mnyama Simba Sport Club, mchezo ambao utapigwa tarehe 25 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2025, mchezo ambao utapigwa majira saa 11 kamili jioni katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Na hivi sasa hali ya Prince Mpumelele Dube, kabla ya yote ni kwamba Prince Mpumelele Dube jana aliweza kuumia kwenye mchezo dhidi ya Tanzania Prisons, na kutokana na taarifa ya daktari wa timu ya Young Africans ameweza kusema kwamba Prince Mpumelele Dube nyama zake za paja zimeweza kushtuka, lakini pia zimeweza kuvutana. Hivyo hii leo wataweza kutoa taarifa au kesho wataweza kutoa taarifa rasmi juu ya mchezaji huyo atarejea lini uwanjani au itachukua muda gani ili mchezaji huyo aweze kuponda. Lakini moja taarifa kubwa zaidi ni kuhusiana na Stephane Aziz Ki, the mamba wa Ouagadougou, the top scorer wa NBC Premier League msimu jana wa 2023-2024, ambaye alifanikiwa kufunga mabao 21 nyuma ya Faisal ambaye alifanikiwa kufunga mabao 19. Stephane Aziz Ki ambaye aliondoka mwezi jana, mwezi wa 5, mwanzoni mwa mwezi, katikati mwezi wa 5, na kutua kunako kikosi cha Wydad Casablanca, na hivi sasa Stephane Aziz Ki yuko Marekani kwenye michuano ya kombe la dunia ngazi ya vilabu. Watu wengi wanajiuliza kwamba je, Stephane Aziz Ki kwa nini aliondoka katikati kabla ya msimu kumalizika? Je, kitu gani ambacho Young Africans kimewafanya mpaka wanamuuza Stephane Aziz Ki? Lakini pia wengine wanajiuliza, je, Stephane Aziz Ki atarejea tena? Na nikwambie tu kwamba Stephane Aziz Ki sasa hivi shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania maarufu kama TFF linamtambua kwamba Stephane Aziz Ki bado ni mchezaji wa Young Africans, na muda wote kwanza hivi sasa na wenyewe na vyovyote vile anaweza akaja akashiriki akaicheza game vizuri kabisa. Lakini taarifa ambayo imeweza kutufikia ni ipi? Ni kwamba uongozi wa Young Africans, kutokana na mkataba ambao Wydad Casablanca walimsainisha Stephane Aziz Ki, ni mkataba unasema kwamba ni mkataba wa miezi miwili, na mkataba wake kama ukimalizika, basi Stephane Aziz Ki anaweza akarejea tena katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Lakini kama mkataba kama kiwango cha Stephane Aziz Ki akitowapendezesha Wydad Casablanca, basi
Stephane Aziz Ki anaweza asisaini mkataba mwingine mrefu wa kubaki katika kikosi cha Wydad Casablanca, kwa sababu matarajio makubwa na projekti kubwa sana ya Wydad Casablanca ni kuhakikisha wanasajili wachezaji na wanawapa mkataba wa kipindi kifupi, yani wa muda mfupi, miezi 6, miezi 3, ili kuwaweze kuangalia na kuwapima viwango vyao vipo vipi. Licha Stephane Aziz Ki kushiriki michuano ya kimataifa, lakini wapo ni kama yupo sasa, kama Wydad Casablanca wataridhia kiwango chake, basi Stephane Aziz Ki atakuwa mchezaji halali wa Wydad Casablanca. Lakini kama Wydad Casablanca wataridhishwa na kiwango chake, basi Stephane Aziz Ki anaweza akaturudi tena katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Africans. Licha Stephane Aziz Ki mapenzi yake yote kuhamishia katika kikosi cha wananchi Africans, na ukiangalia kwenye DP yake ya Instagram, kwenye profile yake ya Instagram, ameweza ipo picha akiwa na uzi wa Young Africans. Hakika mapenzi bado ni kubwa sana kwa wananchi Dar es Salaam Africans. Wananchi wanasema kwamba tunapata hofu kubwa kumkosa Stephane Aziz Ki kuelekea tarehe 25, kwamba tuna hofu kubwa kweli kweli, kwa sababu kukosekana kwa Aziz Ki ni kwamba kuna pengo kubwa kweli kweli. Lakini Engineer Hersi Said Ali Kamwe anaweza kusema kwamba kikosi chetu kinajitosheleza na tutaenda kufanya makubwa tarehe 25. Moja maneno ambayo aliweza kuyazungumza afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans, kwamba wataenda kufanya makubwa kweli kuelekea mchezo huo, na amesema kwamba wanaitaka mechi hiyo ili waweze kushinda na kubeba ubingwa kwenye mchezo huo. Na mchezo huo ambao utapigwa majira saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki tarehe 25 mwezi wa 6, Young Africans atakuwa nyumbani akimkaribisha Simba katika dimba la Benjamin Mkapa, na ndio utakuwa mchezo wao wa mwisho wa kucheza katika msimu huu wa 2024-2025. Bingwa inabidi apatikane katika mchezo huo. Young Africans yeye anahitaji alama moja tu ya kufanikiwa kutoa kombe hilo, lakini mnyama Simba yeye inabidi ashinde mchezo huo na kupata alama 3 ili aweze kushinda mchezo huo. Mlima ni mrefu kwa mnyama Simba, lakini pia Young Africans nao wamesema kwamba sisi tupo kinyonge, tutahakikisha tunapambana na tunapata ushindi. Lakini kwa mnyama Simba naye ameweza kusema kwamba sisi hatupo kinyonge na sisi tutaamua kupambana ili tuweze kupata matokeo mazuri kuelekea mchezo huo. Story kubwa ya Stephane Aziz Ki ni kusubiria itakuwa kuelekea kama Young Africans kama Wydad Casablanca watavutiwa na kiwango cha mchezaji huyo Stephane Aziz Ki ili aendelee kusalia na kupewa mkataba mrefu au kupewa mkataba mnono kweli kwenye kikosi cha Wydad Casablanca. Moja habari kubwa sana, na inasemekana kwamba pengine Stephane Aziz Ki kama Wydad Casablanca akitolewa mapema, basi Stephane Aziz Ki anaweza akarejea tena na dabi ya Kariakoo akahudhuria na akacheza vizuri kabisa. Hii taarifa haina uhakika kwa ndani kabisa juu ya Stephane Aziz Ki kurudi tena kucheza dabi ya Kariakoo, lakini jambo kubwa sana ni kwamba Stephane Aziz Ki sio kwamba amepewa mkataba wa muda mrefu, bali amepewa mkataba wa muda mfupi ili kuweza kuangalia performance itawaridhisha ili mchezaji huyu apeweze kupewa mkataba wa muda mrefu. Ni jambo la kusubiri na kuona kipi ambacho kitaenda kutokea. Hii ni Bea TV, usisahau kubonyeza neno subscribe, kushare pia na comment ili uweze kuwa kwanza kupata updates na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Nikutakie wakati mwema. Bye bye.